Shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo asifiwe, ndugu katika Bwana. Ambao namuona hapa ni mjakazi wa Bwana aliye hai. Yes, namshukuru Mungu kwa neema hii na kibali ambacho amenipa tena kuzungumza na wewe. Haleluya. Na leo tutakwenda kuongelea sifa za mwanamke au mjakazi mwema au mwanamke mwema. Amen. Huyu mwanamke ana sifa gani? Lazima tuzijue na kuzitambua, maana sio kila mtu aitaye Bwana Bwana atakayeurithi ufalme wa mbingu. Yaani inamaanisha sio kila mtu anayemtumikia Mungu, anayemwamini Mungu ana sifa za kimungu ndani yake. Na huwa tunajifunza kwa wengine. So kwa zile sifa ambazo takwenda kuzitaja, ukiona una nayo unaweza kumdai Bwana, Baba, naomba hiyo sifa niwe nayo. Amen. Kama nasi tumekuwa afadhali, tunaenda tunajifunza kupitia wazazi wetu, kupitia kwa wale ambao wameokoka mbele yetu, ambao wametunza wokovu. So mtu ni vizuri unajifunza kwa yule ambaye ameshinda, kwa yule ambaye unaona angalau afadhali ana utu, anajielewa. Lakini kuna wengine ambao hawatambui makosa yao au mabaya yao. Kama kunaweza mtu anaweza kusema, mimi napenda Mungu anifunulie dhambi zangu, Mungu aniambie tatizo langu ni lini, kwa sababu kuna wengine kabisa ambao hawajitambui. Anaweza kasikia mahubiri, akasikia maunabii, lakini asijue makosa yake. Lakini wewe ukimuona unaona mtu amepungukiwa mahali fulani. So maana nakwambia utege sikio, uwe makini, usikilize. Haleluya. Je, hizi sifa njema au nzuri unazo? Ni swali ya kujiuliza. Mtakatifu Mungu aliye hai, niko mbele za uso wako muda kama na huu. Ninaomba Bwana ukapate kuzungumza na wajakazi wako, kapate kuchukua moyo, nafsi yangu, akili, mawazo yangu. Nitawale Bwana, utawale maneno ya kinywa changu. Yesu Kristo, mipango na makusudi ya shetani ishindwe. Roho Mtakatifu apate kuniongoza kwa jina la Yesu Kristo. Tawala msikilizaji Mungu na mtazamaji ananitazama na kunisikia, ukapate Bwana kumwezesha na kumsaidia, maana hataweza bila wewe. Mungu, naomba uweke roho ya uelewa ndani ya kila mmoja ambaye ananisikia katika jina la Yesu. Leta mabadiliko ndani yetu Bwana, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Sifa za mwanamke mwema au sifa za mjakazi mwema. Anakuwaje huyo mjakazi? Yukoje huyo mwanamke mwenye sifa ambazo zinabariki mbingu? Haleluya. Cha kwanza, ukitaka kujua kule mwanamke mwenye sifa njema, mwenye sifa nzuri, utamjua katika imani yake. Angalia anaamini nani kwenye maisha yake. Ni mtu gani ambaye anaweka namba 1? Haleluya. Tazama imani yake. Haijalishi anakupiga changala macho, lakini kama anaamini miungu nyingine tofauti, huyo sio mwanamke mwema. Haleluya. Huyo sio mke mwema au sio mwanamke mwema au sio mjakazi mwema. Angalia imani yake. Jana anaabudu ng'ombe, anaabudu muabedi, hala. Anaamini nini? Anaabudu nani? Ana imani ipi? Imani yake inamuongoza njia gani? Bwana Yesu atusaidie. So mwanamke mwenye sifa au mjakazi mwenye sifa za kimbingu ni lazima atakuwa na utauwa, utakatifu. Imani yake tutakwenda kusoma, utakwenda kuijua. Warumi 10:9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa ni Mungu aliyemfufua katika wafu, utaokoka. So yani yoyote asiyemwamini, asiyemkiri Yesu Kristo kwa kinywa chake, hawezi akaokoka. Haleluya. Mwanamke kabisa mwenye sifa njema huwa anamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mungu na Mwokozi wa maisha yake. So mwanamke ambaye anapinga uungu wa Kristo, huyo sio mke mwema. Haijalishi unamwonaga ni mpole kiasi gani. Kwenye sifa za kimbingu
amewekewa X, hawezi akaurithi ufalme wa mbingu. So huyu mwanamke mwenye uchaji wa Mungu ndani yake, mcha Mungu, ambaye anamwamini Yesu Kristo, anakuaga na hali ya kupenda kutawaliwa. Haleluya! Anapenda kutawaliwa, anatii mamlaka ambayo Mungu ameweka. Hanaga na tabia za kutaka yeye ndo aongoze, aonekane. Ananyenyekea, hakusagi ishara za kuonesha kama yeye ni mwanamke na ananyenyekea, ishara za kumilikiwa kama vile kuvaa kitambaa. Ukisoma Wakorinto wa kwanza 11 pale utaona ishara za unyenyekevu kwa mwanamke. Kitambaa kimetajwa pale, ishara kuoneshwa kwamba umemilikiwa. Amen. So pia ukisoma hii Warumi tumeshaisoma. So tutakwenda kingine, kitu ambacho tutaona kwa huyo mwanamke ni hali ya unyenyekevu. Mwanamke mwenye hofu ya Mungu, mwenye uoga wa dhambi, anakuwa na hali ya unyenyekevu, mnyenyekevu sana. Unyenyekevu wake katika kutii, yani ni mtiifu kwa kila jambo, sio kwa mambo mabaya, yaliyo mema. Maana unaweza kumtii mume wako kwa sababu anakuambia chubua ngozi, tayari hiyo ni dhambi. So unatii mume, unatii wazazi wako, unatii ndugu zako katika Bwana. Haleluya. Tukisoma Waefeso hapo, ni Waefeso 5 ya 20 pale 22 hivyo, katika Bwana. So mwanamke mnyenyekevu ana hali ya utii ndani yake, ni mtiifu na anajishushaga. Huko kwetu kwa baridi kali siku hizi Marekani. So jitahidi mpendwa katika Kristo, unajistiri vizuri, kwa sababu miaka ijayo unaweza kusikia miguu kuuma kama unachacha haujistiri kwa nje na kwa ndani. So hivi mikono yangu mimi hapa siwezi kukaa dakika chache kwenye baridi kali, naweza kuuma kwa sababu ya kukaa, sipendai kuvaa gloves. Maana kwa miga mwili ni mwili, ndugu zangu, mwili ni dhaifu. Ijapokuwa na roho ya Bwana, unanena kwa lugha, unatabiri, usipokuwa makini na afya yako utaangamia na vipawa vyako vyote. Hauwezi kwenda unatembea baridi eti Mungu atakuokoa. So jitahidi sana kwenye hii msimu wa baridi. Huko kwetu theluji inashuka, baridi ni kali, inakuwa inashuka ku 0, inapita 0 mpaka ku minus. Sajistiri kwa ndani na kwa nje huo vizuri, na wale ambao mnatumika maeneo ya baridi iweni makini. Haleluya. So mwanamke mwema ana sifa za unyenyekevu ndani yake, sio mgomvi wala ana makauli machafu ndani ya kinywa chake. Anaogopaga sana kuongea maneno machafu, hata kwa watoto wake. Hauwezi ona anatukana watoto wake matusi. Hauwezi ona ndani ya nyumba ni mwanamke mbishi, akiambiwa kitu ashapaniki, anabisha, mgomvi. Hapana, mwanamke kabisa, na ndio hali ya unyenyekevu. Mwanamke nyenyekevu anaga sio mbishi. Mwanamke mnyenyekevu apendagi mashindishano na mume wake au mashindishano na familia yake. Mwanamke nyenyekevu huwa mwepesi kuachilia vimoja vitu. Akiona mtu amepaniki anaacha. Yaani hana hali ya kutulia, ya utulivu. Haleluya. Hata tukano wazo kuta anatoa matusi. Bwana Yesu atusaidie. Ni mwanamke mwenye heshima isiyokuwa ya kawaida. Ndio maana wa mama ambao mmeshakuza vijana, usiruhusu mtoto wako wa kiume kwa sababu tu amependa binti. Shauria vijana. Kuna kijana mmoja nimeongea naye bado mchanga wa kiroho, angalia pokea Roho Mtakatifu siku hizi. Alikuwa anasema yeye mama yake alikuwa anamfundisha. Kumbe watu wa kiume nao wanachukua mashauri ya wamama. Mama yake alimwambia kwamba akioa au angalisho sana, awe mwanamke mnyenyekevu, mtulivu na mcha Mungu. Kwa sababu akwambia mjakazi, mama alinishauri sana kwa kwangu niwe makini, niwe mwanamke wa hivi, wa kusema wow. Una vitu ambavyo yako mimi mama yake tenga liki mdogo hadi leo ameshakuwa miaka 30. Bado anakumbuka yale mashauri. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Sasa wamama tujitahidi sana, usione tu mtoto wako amechukua mwanamke ni mwanamke wa kwenda na lala madisco, mwanamke wa kulala kwa marafiki zake.
anazurura zurura ovyo ovyo, na anajua kuwa mwenye kazi wako. Kama heshimu wazazi wake, je, atakuheshimu wewe? Kama kunyenyekea kwao, je, kwako ndo atakuja kunyenyekea? Hataweza. So utakuta huyo mwanamke ambaye mtakuja kuweka ndani ya nyumba, heshima yake kuona itakuwa nzuri. Na unakuta hapo sasa unaenda unatumika na uzee na una mwele kazi. Unaenda kazini unakuta nyumba hamna chakula tena, umetoka kazini wewe tena ndo unafika unapika. Kwa sababu hana ile utu ndani yake. Heshima ile adabu hana nayo. Ndio tuombee sana watoto wa kiume, Mungu awasaidie wapate wake wema. Haleluya. Maana siku hizi kama dunia imeharibika ni kwa sababu ya mwanamke. Laiti si wanawake tungekuwa wanyenyekevu, tungekuwa na heshima, ndoa zisingekuwa zinaharibika sana. Ndoa zinaharibika ni kwa sababu ya wanawake tumekuwa majehuri, wenye viburi, na hivi kisi tunapata hela madola, mwanaume atakwambia nini? Na huu msimu wa mataksi unaanza hivi, wengi itakuwa ni hatari, vita vinazaga magomvi. Ndoa zinaharibikaga kwa sababu ya hela za watoto, hela za taksi. So tuwe makini, shetani asituibe zamu, tusibiwe zamu na shetani. Tunyenyekee muda wote na saa zote, majira tena nyakati zote. So mwanamke mcha Mungu ana hali ya unyenyekevu, ana heshima, adabu kwa kila mtu. Huwa achague eti nitamheshimu huyu kwa sababu ni mkubwa au ni mdogo, nitamdharau. Hapana, hanaga moyo wa dharau ndani yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni mwanamke ambaye anajua kuitunza nyumba yao vizuri. Kama iko kwao, utakuta ni binti ambaye unakuta mara nyingi hakikuwa hata iko mwenyewe, hata kwenye simu yake anajifunza vitu vya maana. Hauwezi kukuta anaangalia pornography, anaangalia vitu vinavyojenga eti magomvi, hata kutukanana. No, mwanamke kabisa. Hata ukiangalia kwa watoto wako, utakuta binti ambayo unaona ni ana sifa nzuri kwa watoto wako. Chunguza hata vitu anaangaliaga sana kwenye simu yake. Utakuta anaangalia jinsi gani ya kushona, anaangalia jinsi gani ya kupamba nyumba vizuri, unakuta anaangalia jinsi gani ya kutekea watoto. Yani ni vitu vya masomo kabla ya kujifunza. Hauwezi ona mwanamke binti ambaye ana sifa nzuri ya kuwa mke mwema anaangalia mambo ya ujinga kwenye mtandao. Hapana. Bwana Yesu atusaidie. Unakutaga hata kwenye simu yake vitu ambavyo anaongea, mambo ambayo anakuwa anatazama ni vitu vya kabla anajifunza kupika kitu chakula fulani. Yaani unakuta ameilea nyumba kama mama. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Hata hivyo mama wa familia unakuta yuko makini, japokuwa anaweza kuwa na wafanyakazi ndani, lakini anahakikisha nyumba yake mna mafuta yapo, maji yapo, kila kitu kimeenea ndani ya nyumba. Achi tu eti mfanyakazi wa ndani ndo awe anamiliki nyumba. Hapana. Wewe mwanamke ndo unabidi uwe mchungaji wa nyumba yako. Angalia watoto wako wamekula hawajakula, mume wako yukoje. Siku hizi utakuta mfanyakazi anafua hata nguo za ndani za bosi wake. Kuna binti mmoja aliwahi kutoa ushuhuda wake, akasema kwamba aliwahi kumnyang'anya mke wa bosi wake huyo mume kwa sababu ya alikuwa anajua kabisa sana huyo mama mwenye nyumba anaenda kazini ni kurudi kula kulala, hajui mume anakulaga. Sasa mwanaume akaona huyu mwanamke anapika chakula kitamu kizuri. Unajua mwanaume ni tumbo, usipojua kupika chakula kitamu mwanaume anaendaga nje ya ndoa kama hujui kupika. Hawa ni watu wa ajabu sana, wanaheshimu tumbo zao kuliko hata neno la Mungu. Lakini sio wote, ila baadhi ya wanaume wengi wanaheshimu sana chakula. Ndio maana ukuta wamama wa zamani walikuwa wanaambiliwa, akienda kwenye ndoa anaambiliwa, mwanaume ni tumbo. Mwanaume ni tumbo. Umeenda hivyo vumilia. Ujue tumbo ya mume wako na umheshimu. Wataambia tu maneno mawili basi, vingine vyote utajijua mwenyewe mbele ya safari. Bwana Yesu atuonee huruma. So unakutaga mwanamke ambaye kabisa ana sifa njema, sifa za kimungu, huwa anatamani sana ajue kila kitu. So huyo mfanyakazi alinyang'anyaga bosi wake mume kwa sababu ya uzembe wa huyo mama mjengo. Huruma sana. Alikuwa anavisema kabisa, na walikuwa na mrekodi, ilikuwa ni channel fulani hivi ambaye alikuwa anaangalia, kasema wao ni vitu vya kusikitisha. Kwa sababu vitu tu vidogo vidogo ambaye yeye mwenyewe angejituma na angejua. Sasa tunaenda jambo lingine kwa mwanamke mcha Mungu.
tutamuona, tumeshaona na hali ya unyenyekevu, utiifu, heshima, adabu, anatunza familia yake vizuri, heshima kwa ndugu zake, kwa wazazi wake, kwa mume wake. Hivyo hivyo tunaona ni mwanamke muombaji. Maana kuna wanawake wengi ni waombaji lakini hawana adabu kwa waume zao, hawana heshima kwa familia. Ndio maana nimeanza hawana ile heshima, adabu, unyenyekevu. Tunaona sana maombi, ni mwanamke muombaji. Japokuwa ngaliki mdogo kwao, utakuta ana kiu na njaa ya kufunga, ya kuombea ndugu zake, familia yake. Na akikuwa ni mama kabisa ameolewa, utaona kabisa ni mwanamke ambaye anajitoa sana kwa kuombea mume wake, kwa kuombea watoto wake. Yuko tayari kufunga hata 3 kavu juu amwombee mume wake tu. Yaani ana ule upendo wa kimungu wa kweli ndani yake. Bwana Yesu atusaidie sana. So mwanamke mwenye sifa nzuri, mcha Mungu, ana upendo wa kweli. Tuone itakuwa sawa. Ana upendo wa kimungu ndani yake. Hapana upendo wa kubagua. Yaani unakuta anapenda watoto wake kwa hali sio kuwa ya kawaida. Na ukisoma hata Wagalatia 5:22. Nakwambia tunda za Roho hapo. Haleluya. Kwa niangalie kama nitaiona kwa waraka wa Galatia. Okay, Wagalatia 5:22 nasema kwamba lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani. So mwanamke yoyote ule mcha Mungu utakuta na hizi tunda za Roho. Upendo, ni mtu mwenye furaha. Huwezi kukuta mara nyingi ana huzuni, ana amani. Yaani hana woga wala wasiwasi, ndani mwake mna amani. Ni mvumilivu katika mambo mengine kama vile ndani ya familia kwa wamekosa chakula, wana njaa, hana ile pupa. Hana ile pupa ya achukue hichi akope hichi. Unakuta anavumilia kwanza. Haleluya. Utu wema, fadhili, uaminifu, mpole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. So utakuja kukuta ni mwanamke pia anapenda kusaidia watu. Yes. Ni mwanamke ambaye sasa kama hivi vyote maana nataja hapa, kusaidia watu upendage. Ukiona simu ya kusema usaidiane unakwepa. Una block hizo namba au unafunga simu. Hiyo sio roho ya mwanamke mwenye sifa njema, hapana. Tutakwenda kuona huyu mwanamke wetu mjakazi ambaye anafaa kuitwa mjakazi. Sifa zake ni mtu anapenda kusaidia watu sana, anajitoa kwa wengine. Haleluya. Jambo lingine tutakuja kuona mwanamke ni mwaminifu, anayejenga nyumba. Haleluya. Kwa sababu ndugu zangu, dunia imechafuka. Dunia imechafuka. Unaweza kukuta mwanamke anafanya biashara, mume anamruhusu afanye biashara, lakini akienda kufanya kuna kurangua vitu huko na ameenda sijui wapi, akikutana na wanaume wengine wanamshawishi, wanamdanganya, tutakuongezea mtaji kwenye biashara yako nini, anakubali, anamsaliti mume wake. Anafika nyumbani kumbe ameshatoka kuzini huko. Wanawake wengi walifanya hiyo michezo makambini juu ya tamaa ya fedha, lakini mwanamke mwenye sifa nzuri ambaye anafaa kabisa kuitwa mke mwema ni mwaminifu katika ndoa yake. Japokuwa mume anamsaliti, hawezi toka itakasaliti ndoa yake akavunja ile agano ambao Mungu aliyounganisha. No. So huyu mwanamke mwenye sifa za kimungu ndani yake anakuwa anaheshimu ndoa yake, anatii familia yake, ni mwaminifu. Hata mume wake akimpa hela hawezi ona hela za mume wake ndani, anafika tu anaenda kununua vyakula bila ruhusa. Mume wake anamwamini, ana sifa za kuaminika. Ukisoma pia Mezali, utasoma Mezali 14. Mezali 14 hapa. Kuona katika jina la Yesu. Nasema kila mwanamke aliye na hekima ujenga nyumba yake, mbali aliye mpumbavu uibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Haleluya. Kila mwanamke mwenye hekima ujenga nyumba yake. So usipokuwa mwaminifu kwa mume wako utaibomoa hiyo ndoa. Usipokuwa mwaminifu kwenu, usisubirie tu kwenye ndoa utakuja kuwa mwaminifu. Kama ulikuwa binti wa kudokoa kuchukua vitu,
unaenda kwa rafiki zako, umeshakuja unachukua viatu vya rafiki yako, umeshakuja unavaa manguo ya rafiki yako, makoti, usifikirie hiyo hali itaisha, utaendelea nayo hadi uzeeni. Yaani ile tabia ambayo unajitengenezea ya kutokuwa mwaminifu kwa vitu vidogo vidogo, usifikirie kwa mambo makubwa utakuja kuwa mwaminifu. Hapana, haiwezekani. Kama unaweza ona hela ya mtu ameangusha na unashindwa kumpa, unaikula, usifikirie mbeleni utakwenda kuweza kushinda hiyo dhambi, maana apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ni lazima ujitahidi na mimi nijitahidi, tuwe waaminifu hata katika kumtolea Bwana. Wengi tunakula sadaka, tuko wezi wa cha kumi. Sasa tuko waaminifu, ni kwa nyumba zetu, ni kwa familia zetu, hata kwa Bwana. Unaahidi huu mwezi nitafunga au siku fulani nitafunga, ila siku imefika tena unavunja mfungo. Wengi shatokea hivi, unashindwa hata kuwa mwaminifu kwa Mungu. Kama sasa Bwana turehemu. Sasa kama unashindwa kuwa mwaminifu kwa Mungu, kwa mwanadamu mwenzako itakuwaje? So ukijitengenezea tabia kuwa mwaminifu kwa Mungu, ile hali inakuvaaga hata kwa mwanadamu mwenzako, unaweza kuwa mwaminifu. Unajitengenezea wewe mwenyewe, ukajitengenezea kuwa rafiki mwema, kuwa rafiki mzuri. Leo hii kama watu wanaweza shindwa kupokea wandugu kwenye maisha yao, ni kwa sababu walisalitiwa. So unapoenda kwa ndugu kuishi, omba Mungu akupe roho ya uaminifu. Omba Mungu akupe moyo wa kutokuwa na wivu na huyo ndugu ambaye unaenda kuishi kwake. Omba Mungu akupe moyo kumsaidia huyo ndugu ambaye unaenda kuishi kwake. Haleluya. Maana ukikosa moyo wa kutokuwa mwaminifu ni shida. Ukikosa moyo wa kujenga ni shida. Unaweza ukajenga hata urafiki wako na ndugu katika Kristo na ukadumu, lakini unakuta mtu ni Mkristo lakini hajawahi kuwa na rafiki kwa mwaka mmoja. Huyu tayari vimeisha. Huyu anakosa kuwa mwaminifu. Unakosa kuwa mwaminifu kwa vitu ambavyo wenzako walikuambia kama siri, unashindwa. Yaani wewe mwenyewe unashindwa kuomba Mungu akupe hiyo tabia ya kuwa mwaminifu. Bwana Yesu atuone huruma. Mwanamke mwenye sifa njema utamjua pia ni mwanamke mwenye huruma. Hata kwa watoto wake, ukiona mtoto mwenye roho ya huruma, akiona mtoto mwenzake analia naye anaanza lia, akiona unafokea wenzake pale, kama wao wa kwangu anakuaga, ukipiga mmoja mwingine anaanza lia. Yaani unakuta wanateteana wanalia mpaka wewe mwenyewe mzazi unajisikia mimi ndo nina roho mbaya kama ibilisi nini? Acha niache. Mpaka watoto wanalia hivi na huruma. Nini kwa mama gani? So mtoto kabisa unakuta anakufanya hata wewe mama ujihisi, hapana, nimezidisha. Siko sawa. Haleluya. So unakuta hata kwenye watoto wako, mtoto mwenye roho ya huruma, huyu ni mtoto ambaye atakuja kukulea kwenye maisha yako. Ni mtoto ambaye atalea wenzake. Ukiona binti anakosa huruma, ukiona wewe mama huna moyo wa huruma, hata uone mwenzako anahangaika ujali. Na mwanamke ambaye hana roho ya huruma ndio wale wanawake ambao iko tayari hata kuiba mume wa mwenzake, hana huruma. Lakini mwanamke mwema, sifa yake kubwa, anakuwa na moyo wa huruma. Hii ni baadhi ya sifa kubwa zinakuwa ndani ya mwanamke. Hata Bwana Yesu alikuwa anafaa akiona mtu anamuonea huruma, nakuta anamuombea. So ukikosa huruma ndani yako, hauwezi weza kuishi na watu. Hauwezi weza kusaidia watu. Hauwezi weza kunyenyekea. Yaani hauna huruma, yaani hauna moyo wa kibinadamu, hauna moyo wa nyama. Inakupasa una roho ya huruma ili unifungie. Kama huna moyo wa huruma, huwezi ukanipenda, huwezi ukanifungia, huwezi ukaniombea. So mjakazi yoyote wa Mungu mwenye sifa njema anakuwaga na huruma. Sifa za mwanamke mjakazi anakuwaga na mwenye moyo wa huruma sana. Ndio anakuta anaombea watu, anafungia wengine kwa sababu ana ile moyo wa huruma. Huyu mwanamke ana bidii kwa kila kitu. Kama ni bidii ya ibada, bidii ya kusoma, yaani unakuta anajitoa. Kama ni bidii ya maombi yuko. Bidii ya kufanya kazi za ndani unakuta ashindishani. Na pia kitu kingine ambacho utaona kabisa mwanamke mwenye sifa nzuri, hata kama ngaliki kadogo kadogo kanakuwa, hanaga mashindishano na wenzake. Haleluya.
eti wana apimishane, fulana amevaa hivi na mimi nitavaa hivi ili nimkomesha. Anaga hizo sifa za hivyo. Haleluya. Unakutaga hata ndani wenzake wanakataa wataosha vyombo na yeye anaenda osha. Wanakataa kupika, yeye anapika. So hizo ni sifa za mjakazi wa Mungu. Hakuwagi na mashindishano na wanawake wenzake. Eti kwa sababu fulana kupika mimi sitapika. Yeye ni mchapakazi, anajitoa. Utakuta hata anafanya biashara yake budogo budogo ili apate kipato. Sio eti ameongwa, hapana. Bwana Yesu atusaidie. Acha niweke kile jambo sawa kwa unyenyekevu, kwa heshima na adabu. Watu wengi wana binti wao wanatafsiri ile andiko vibaya. Kwa sababu ile ambao mnyenyekevu, una heshima watu wote wakubwa kwa wadogo, jamaanisha mwanamume anakuja huko anakuambia dada twende hotelini, unakubali eti unamheshimu. Unajua kuna watu walikuwa naibiwa hata Afrika, unakuta mtu anakuja juu ni mtu mkubwa anamwambia mama wako amenituma uchukue hela kwenye kabati ndio uchunguze sema ameacha hela uniletee juu. Unakuta kwa sababu ya kuwa na maarifa, huyu mtoto anaenda ndani achukua hela za mama yake anazipana. Mama akikuja kudai hela zake, si ulituma mtu hapa aje kuzichukua. Kumbe huyo mama watu hakutuma mtu. Ni mtoto tu nini kutokuwa na maarifa. So unyenyekevu hauko kwa hiyo hali ya hivyo, mtu anakuja kukuiba vitu, unaambiwa chukua kitu ndani cha wazazi, unapana, unakubali. Kuna hata wanawake wako hivyo, mtu rafiki yake mume wake anakuja, mume wako yuko fasi fulani amenituma unichukulie kitu fulani, na anatoa tu anaenda. Bila hata kupigia mume wake simu au kuuliza au kusema mpaka kwanza mume wangu afike sio katoa hivi. Au unakuta mume wa rafiki yake anamwambia mume wako amenituma unipe binti yako fulani, kumbe anaenda kumchezea mtoto wako. Huyo unyenyekevu hivyo, hapana. Unyenyekevu unakuta unajua kabisa watu ambao wanakuja kuishi na wewe ni wachawi, lakini unakubali eti unanyenyekea, unaogopa eti unawaheshimu watu ambao unajua kabisa ni watu wa giza. Huyo unyenyekevu wa hivyo sio unyenyekevu. Mwanaume anakushika sehemu zako za mwili, matiti, unakubali eti sitaki. Hapana, huyo sio kunyenyekea, hiyo ni zinaa ambayo unafanya hapo. Hiyo ni dhambi. Unyenyekevu ni uko ndani ya hofu ya dhambi pia. Hauwezi kuwa na heshima na una hofu ya dhambi. Hauwezi kuwa mnyenyekevu na una hofu ya dhambi. Na una akili, lazima uwe na akili. Sifa za wanawake wacha Mungu wanakuwa na akili. Wanajua jinsi gani atakavyoishinda dhambi, anasema ikimbieni zinaa. So mwanamke yote mcha Mungu mwenye sifa nzuri ni mwanamke ambaye anajiheshimu. Kuna wanawake wameolewa na wanaume kabisa wacha Mungu, wenye kipato chao, wenye majumba zao. Yaani tunataka kusema ni bahati wengine kwa sababu walijitunza. Ndugu zangu, ungekuwa tu ulijitunza. Laiti ungejitunzaga ukaishi maisha matakatifu kuogopa Mungu, ungeolewa vizuri. Haleluya. Ukiona kabisa mpaka uingie miguu ya huyo mwanaume cha pombe, huyo mwanaume mvuta bangi, mchawi, muuaji, ni kwa sababu wewe mwenyewe ukijitazama maisha ulioishi kwa maisha kumpendeza Mungu. Tuseme tu ukweli. Tuseme tu ukweli wa Mungu. Ukitazama kabisa ujana wako au kuishi maisha ya kuwa mwaminifu. Tamani nimegusia ile jambo, mwanamke yoyote ambaye ana sifa njema hakosagi tabia za uaminifu kwa Mungu wake. Hawezi karibu bikira wake kabla ya ndoa. Ni mwaminifu. Mbingu zinamwamini. Haleluya. So unyenyekevu sio kuwa taira, sio kuwa mpumbavu, uchezewe na wanaume, upelekwe huko, hapana. Lazima uwe na akili. So sifa za mke mwema ni mwanamke mwenye akili, mwenye kujiheshimu. Tuwe na busara kama nyoka na wapole kama ua. Hilo ni agizo la Yesu Kristo kwetu. Yaani inabidi tuwe na busara kweli. Tusiwe watu wa kudanganywa. Haleluya. So tunakwenda kujua kwamba mwanamke mwenye sifa njema za kimungu, mjakazi wa Bwana, anakuaga ana nidhamu. Nidhamu yake hata katika kuvaa, katika mipangilio yake, hawezi kavaa uchi au manguo ya kutokujistiri. Hata kama hajaokoka ngaliki mchanga wa vuguvugu, unakutaga tu kuvaa kwake ni kwa heshima. Na uwezo ona anajipamba ile kikaaba, kwa sababu mwanamke bikira huwa anaogopa
Hanajihisi aibu kujipamba, kuvaa manguo ya aibu. Yaani anakuwa na kaoga fulani na kahofu fulani hivi, watu watanionaje? So ni lazima utagundua tabia za mwanamke mwenye hofu ya Mungu ndani yake. Huwa pia anahofia watu wasikwazike juu yake. Haleluya. So anataka kumpendeza Mungu na wanadamu pia. Asiwe kikwazo katika kuvaa kwake, katika kupangilia kwake vitu. Unakutana ni mtu wa utaratibu. Hata chumba chake ukiingia kina utaratibu, anajua kupanga vitu vizuri. Yaani unakuta ni mwanamke mdogo lakini anajishika. Hata kama ni mama na ana wajukuu, unakuta kabisa bibi yetu sisi aliishi miaka almost 81. Yaani 80. Haleluya. Aliishi miaka ya kutosha. Lakini ulikuwa nakuta chumba chake usafi. Huko tunashangaa ni msafi, mstaarabu. Jamani, sasa unakuta binti ambaye hana sifa njema, anaga msafi, usafi unakuwa mdogo sana ndani yake. Mwanamke yote mwenye sifa nzuri, mwanamke mwema, utaweza kuona tu angaliki mdogo tu, safi sana, anajiheshimu saa mtu mzima. Yaani unakuta huwa anajishika saa mtu mzima. Yaani ukiona akili yake ni ya mtu mzima, umbo tu ndo la kitoto, lakini ukikuta maneno yake mtu mzima kabisa. Hii ni moja ya tabia ya mjakazi mwema. Haleluya. So unaweza kukuta na mizaa, amejazana na vimanamba vya wanaume wa watu, amejazana na vimanamba vya wanaume majirani zake. Kuna wanawake utakuta ni mcha Mungu lakini masaa na masaa kwenye simu na wanaume za watu. Masaa na masaa na wala kwa wanaume masingo. Unakuta yote simu yako ina yote manamba za nini? Huruma sana. So huyu mwanamke jambo lingine ni anakuwa na maono. Maono yake unakutaga anatamani hata kama anaweza kuwa ana kitu, ni maskini, lakini unakuta ana maono fulani, anatakaga nijengee watoto yatima shule. Yaani unakuta nataka nijengee Mungu kanisa. Unakutaga ana maono makubwa. Yaani mwanamke wote ambaye anatumikia Mungu, ana hofu ya Mungu, anakuwaga na maono ndani yake. Na hata akienda kuolewa, na hata kama anaishi na mume wake, unakutaga anakuwa msaada kwa mume wake. Haleluya. So pia ana upendo, yani mapenzi yale ya moyoni. Anapokuwa ameolewa, anapenda mume wake, ana wivu kwa mume wake. Haji tu mume wake atembee ovyo ovyo, ajali kama atazini huko, kama ajali. Mwanamke yote ambaye ana sifa za kuitwa mwanamke mwema, anakuaga anaonea mume wake wivu. Sio kuonea marafiki zako wivu, mume wake. Haleluya. Sifa lingine unakuta mwanamke ni mlezi. Ukisoma Tito 2 na mstari wake wa 3. Acha nitafuta hapo Tito 2 mstari wake wa 3 kama nitapata kwa haraka. Haleluya. Nitaenda kuiona hapa 2 mstari wake wa 3 inasema, vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, mbali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili. Yaani wanawake vijana wengi akili hazikuwagi ndani kwa sababu ya utandawazi. Ndio maana unaona kwenye social media vitu ambao wanafanya mabinti. Wenyewe mnashuhudia ni vitu ambavyo vinatia, ni mambo ambayo yanasikitisha. So hao wanawake wazee wanashauri kwamba wafundishe mema ili wawatie wanawake vijana akili. Haleluya. Wawapende waume zao. Ni vigumu mwanamke kumpenda mume wake, lazima afundishwe. Unakuta wengi wana vinyongo, manunguniko juu ya waume zao. Na kuwapenda watoto wao. So unaona wazazi ambao wanatupa watoto.
Mwanamke kabisa mwingine ambaye utatambua, mwanamke mwenye sifa nzuri, huwa aachi watoto wake. Anakuwa na tabia ya Rutu, anamngangania nani? Naomi, mama yake mkwe. Haleluya. So mwanamke mwenye sifa nzuri, sifa za mwanamke mwema, anaga fujo na vurugu na watu wa familia yake au watu wako na mume wake. Anapenda watu wote, ni wakweni, mama yake mkwe, wapi. Lakini ukikuta wewe, kila mtu ambaye anakuja kwako unashindwa kumlea. Amekataa kunilipa bile, amefanya hivi, unakuwa na magomvi na kila mtu. Ukiona unaanza hizi sifa, unaambiwa haunaga moyo wa kulea watu. Wako na mume wako wanasema wewe unamgandamiza mtoto wao. Na ukiambia wewe vitu na wa mama wa baba wanakuambia hivyo, ujue unayo. So eti Mungu ananipenda ndio maana anasema upendo wa kweli haunaga na hizi tabia za kuonekana tu unamgandamiza mume wako. Kama mume wako anapenda utasema huyu mtumishi, huyu kaka anapenda mke wake. Anapenda mke wake kabisa. Wako wanaume ambao wanapenda wake zao lakini hawajui kupewa hiyo sifa kusema kwamba wanagandamizwa. So kama mume wako anaambiliwaga anagandamizwa, unamgandamiza. Omba Mungu akusaidie, yani unamgandamiza kweli. Unaweza ukajipiga kifua kama uko na tabia kushindwa kulea watu. Kila mtu anakuja kwako anakimbia. Yani ujiombee sana, Mungu akubadilishe ndugu yangu katika Bwana. Okay. Tunaendelea. Na kuwa wenye kiasi, kuwa wasafi. Usafi lazima uwe ndani yako, kufanya kazi ya nyumbani mwao. Wale ambao wanakimbiaga kupika, unakimbia kufanya kazi za ndani, wewe hauna hizo sifa za mwanamke mwema. Kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Kumbe unapokuwa mwanamke ambao uko msafi, hauna utu wema ndani yako, haujui kulea watoto wako, haujui kumpenda mume wako, wewe umetawala tabia za utafanya nini? Neno la Mungu lafanya natukano. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa mimi na wewe tujitahidi kumpendeza Bwana. Tuwe na malezi mazuri. Haleluya. Utatambua ingine kitu, mwanamke mwenye sifa za kimungu ndani yake. Hata katika mambo ya kujipost, huwa anatumia simu yake vizuri. Hauwezi kuta anajiposti kwa vitu vina maana. Lazima utakuta hawezi kakaa wiki hajaposti neno la Mungu, Bible verse. Yani unakuta ni mtu ambaye na hana tabia hizi za usiri. Haleluya. Mwanamke kabisa ambaye anafaa kuwa mke wa mtu, mke wa mtumishi wa Mungu, ni lazima awe mwaminifu. Unajua watoto wetu mara nyingi kitu kikipotea ndani, ule ambaye anakujaga ule kila wakati kitu kipotea anakuambia, anasema kwamba ni mimi ndo nimechukua hicho kitu, mama ni mimi. Huyo kabisa ni mtoto. Haleluya. Rebo sikara mondrapa rikandre sile glory rebo sikara masaya. Huyo ni mtoto kabisa ambaye ni wa kuaminika. Haleluya. Ukiona kitu kinapotea ndani, mtoto anaficha. Ukiona uko mwanamke msiri, wewe hauna sifa za kuitwa mwanamke. Siri ambayo unaweza kuficha au usiambie watu ni ile kusema kwamba utajenga, unapanga utanunua gari, hivi vitu kama hivyo. Lakini ukikuwa mfichi sana wa vitu tu vya kawaida, msiri au asiri, mwisho anakuja kutokea nini? Kubeba mamimba. Ukimuuliza kitu anakuficha. Siko tayari kusema. Sifa za mke mwema. Hapana, anakuwa mwazi kwa mume wake, mkweli kabisa. Anaga ile tabia ya ujanja. Yaani wengi wanafikiriaga kudanganya au kuwa eti ndio ujanja. Hapana. Hakuna andiko ambayo ilituambia tuwe waongo humo. Haleluya. Bwana Yesu atuonee huruma. Sio wanawake wengi wamekuwa waongo sana. Anafikiria eti ni akili. Hapana. Akili ni kusema kweli. Haleluya, sio kudanganya.
Bwana Yesu atuonee huruma. Sasa wengi tumetawala na vitabia vya uongo, vya kudanganya. Hauko mwaminifu katika ndoa yako. Bwana Yesu atuonee huruma sana. Lazima tuwe waaminifu wa kweli katika maneno yetu, katika matamshi yetu. Kwa kila jambo tulifanyalo, tumkaribishe Bwana. Sasa lazima ndugu yangu katika Bwana, ukisoma pia Mezali 31. Mezali 31 nakwambia sifa za mke mwema. Nitasoma hapa kwa jina la Bwana majeshi. Inasema kwamba mke mwema ni nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Moyo wa mumeo humwamini, wala hatakosa kupata mapato. Umtendea mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Haleluya! Halipi mabaya kwa ubaya, au mwanamke mwema. Haleluya! Basi tutaishia hapo. Ni vingi sana vya kuongea, lakini acha tuishie hapa kwa leo. Na mimi na machache yatakujenga, na kama umejikuta katika hivi vipengele hauna hata kimoja, hizi point nilizoongelea, msi Bwana. Au unaweza kuwa na viwili na vitatu, una huruma, unasaidiaga watu, unapenda watu, lakini ukakosa heshima, omba Mungu. Ukakosa hekima, omba Mungu. Ukakosa bidii ya kuombea familia yako, kumwombea mume wako, omba Mungu akupe moyo wa kumwombea. Haleluya! Ukakosa moyo wa kupenda watu wa ukweni kwako, kupenda mama yako mko, kupenda hata wazazi wako, omba Mungu akupe huyo moyo. Bwana Yesu atusaidie. Barikiwa tena Bwana. Shalom, shalom.